nawe umeshinda. 29, Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini unauliza jina langu? Akambariki huko. Hasa kumbuka alikuwa ameshafanya nini? Alikuwa amekwisha kubarikiwa. Lakini zile baraka zilikuwa hazifiki, yani hazionekani. Hasa alipoamua kujitenga. Unajua Mungu alipokuwa anamuuliza jina lako nani, alifikiri angedanganya tena kwamba mimi ni nani? Ni Esau. Hasa safari hii akakubali, mimi ni nani? Ni Yakobo. Mimi ni mwizi, mimi ni tapeli, mimi mdanganyifu, niko mbele zako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu sio kwamba alikuwa hajui jina la kwamba yeye ni nani, alikuwa anajua. Ila alikuwa anataka amuone Yakobo anakiri mwenyewe. Akamuuliza mara ya pili, jina lako wewe ni nani? Sababu kwa Isaka alidanganya, akasema mimi ni Esau. Safari akakubali kwamba mimi ni Yakobo. Kuna wakati Mungu anashindana na wewe. Anataka ufike mahali ujifungue, ili kwamba apate nafasi ya kukuhudumia. Na wakati mwingine unasikia neno kwenye uimbaji, unasikia neno hata kwenye TV, unasikia neno sijui kwenye mahubiri, lakini bado moyo wako ni mgumu, hukubali. Mpendo, utapigana sana. Utapigana sana na utashindana sana. Sababu ukweli unaujua wa maisha yako ni nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Fikiria huyu alikuwa amekwisha kubarikiwa na baba yake Isaka. Kwa nini anaomba kubarikiwa tena? Alitambia kwamba kulikuwa na shida. Wapendwa, naomba uwe wazi na Mungu wako, sio na baba yako, sio na mume wako, sio na mchungaji wako. Kuwa wazi na Mungu wako. Tuko siku za hatari. Acha kujidanganya. Ambayo unayafanya unayajua. Sasa sio kila unajua wewe ni fulani. Wewe ni mwongo. Wewe ni tapeli. Wewe ni msengenyaji. Wakati hivyo vitu unavifanya, Mungu atakuacha. Mungu hana hasara. Kwa nini anaomba kubarikiwa tena? Alitambua kwamba kuna shida. Hapo tunaona Yakobo alikuwa na maombi ya kipekee ya kujitenga. Alikutana na malaika wa Bwana. Kwenye Biblia unaposoma malaika wa Bwana kwenye Agano la Kale alikuwa anamaanisha ni Yesu. Kwa alikutana na Yesu mwenyewe. Sasa fikiria hayo maneno tena. Sikuachi mpaka unibariki. Kwa nini alikuwa hajabarikiwa? Sasa alikuwa amebarikiwa. Kwa nini alisema mpaka unibariki? Unafikiria Mungu huwa anasahau jina la mtu? Kama vile ambavyo asahau jina lako na matendo yako hayasahau. Kama hujafika mahali pa kuyatubu na kukiri. Ukikiri na kutubu anasamehe na anasahau. Lakini kama bado hujafika mahali pa kukiri na kutubu, Mungu hasahau. Narudia tena, Mungu hawezi kubariki kinyago. Na kama Mungu hajakubariki, ni vigumu kutembea na yeye. Wana waweza walipotengeneza ndama, akawaambia malaika atakwenda na ninyi, sitakwenda na ninyi, kwa sababu walimkosea. Musa akasema usipokwenda sisi hatuondoki hapa. Alikwenda akatubu, akalia kwa ajili ya Israeli. Mungu akarudi mara ya pili. Haya mambo ya siri unayoficha ni kinyago chako ambacho umekivaa, mpaka utakapokubali kukivua. Hizo siri zako zafanya usisikie sauti ya Mungu. Kumbuka mara ya mwisho Yakobo aliulizwa wewe ni nani? Kwa baba yake alidanganya. Mungu alikuwa anataka ajue kama alikuwa tayari kukiri. Asubuhi ya leo Mungu anaongea na wewe. Uko tayari kukiri? Sijasema umwambie mchungaji, uwe mkweli wewe na nafsi yako ndani yako. Ingia chumba chako cha ndani. Hapa Yakobo alikutana na nuru ambaye ni Yesu. Nuru inafukuza giza.
na nuru itaondoa yale yote mabaya. Kukutana na Mungu ni uwezo wako wa kuona udhaifu wako, wa kuona uchafu wako. Kama unafika mahali unatambua udhaifu wako, hapo umekutana na Mungu. Kwamba jamani, mimi niko hivi, mimi niko hivi. Yaani ikifika mahali ukakubali kutambua udhaifu wako, hapo umekutana na Mungu. Lakini kama kila wakati unaficha udhaifu, unaona udhaifu kwa wengine, unaona uchafu kwa wengine, hujakutana na Mungu bado. Bwana asifiwe. Jina lako ni nani? Unataka kuendelea kudanganya tena? Mbele za watu umeokoka, lakini wewe mwenyewe na familia yako mnateseka. Mtu mmoja anaweza kusababisha familia nzima ikateseka na hata ukoo. Hapa Yakobo alikubali, mimi ni mwongo, mimi ni mdanganyifu, sio mwaminifu. Unapofika kukiri, ukatubu ukakiri, hapo ndipo unapookoka. Yaani unageuka kabisa. Wapendwa, acha kuangalia ile machungu ndani yako. Mwingine anasema mimi nina aibu, nilifanywa jambo fulani, nilifanya jambo fulani, nimefanya haya na haya, na huna ujasiri wa kuyasema. Mungu anataka ajue uhanga wako ni nini, mateso yako ni nini, shida yako ni nini, ili sasa aingie aseme na wewe, akupe maelekezo, ubadilike mwelekeo wako. Wapendwa, tunahitaji tuwe na nguvu ili tuweze kushinda. Sio nguvu za mwili za ugali, lakini zile za ndani ambazo haziwezi kuwepo kama ndani kuna vurugu. Matokeo tunapoteza mwelekeo na tunakuwa kwenye giza. Kama alivyokuwa Yakobo, mpaka alipofika mahali akakubali kutana na nuru na akakubali uhalisia wake, alafu Yesu akamsaidia. Hii ilikuwa ni vita ya ndani na sio vita ya nje, ni vita ya rohoni. Rudi ndani yako, ndani ya roho yako. Shughulika na maisha yako ya ndani. Usishie maisha ya nje, shughulika na maisha ya ndani. Hapa alipokuwa amesema amejitenga, si kwamba alijitenga sio akaenda kwa wapi. Nilizungumza siku ya kwanza nikasema, hebu fikiria uko hapa kanisani, rudi nyumbani. Umefika nyumbani, umeona sebule yako, umeona kitanda, umeona majirani, ukasema ndio. Hasa hapa Yakobo alikaa akajitafakari. Amekaa mwenyewe mahali, akaanza kutafakari maisha yake toka miaka 20 alivyokimbia kwa baba yake. Maisha yake hayaendi. Sasa akatafakari, akajua kwamba nilikosea. Alijitenga. Hakuna mke, hakuna watoto. Akakaa peke yake. Akajitenga. Akaanza kutafakari. Hebu ana muda kutafakari maisha yako mpendwa. Usiwe mtu wa kuamka kila siku, ala bana naenda kazini nibariki, unarudi jioni nashukuru Mungu nimerudi. Tafakari. Kuna jambo gani ambalo limeweka alama sio takiwa? Tafakari. Kuna siri ngapi ulizonazo ambazo huko tayari kuzitoa? Na kwa ajili ya hayo unajiwekea mpaka. Tunapojificha kwenye mambo ya siri, haya yanatufanya tuonekane tumevaa kinyago. Na Mungu hawezi kufanya kazi na mtu asiye halisi. Tukubali kukutana na kweli ambaye ni Yesu, ili atuvue tunachokificha, ili tuwe halisi na Bwana ajidhihirishe kwetu, ili tuweze kufanya anayotaka kwa kufuata maelekezo yake na maisha yetu yawe sahihi. Kumbuka sisi ni roho, lakini tumevaa mwili. Lakini vita vyetu si ya mwili, ni ya rohoni, kulingana na Efeso 6:12. Hatupigani vita vya mwili na damu,
lakini vya rohoni. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 anasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ebrania 12:4 anasema hamjafanya Yohana Mbatizaji hata sasa. Ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wa uteka. Hii ni nguvu ya rohoni, sio nguvu ya mwilini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna swali? Kuna swali? Karibu.